Na ukiona umeokoka au hujaokoka, unasali sana na unafunga sana, pengine kuna jambo linakusumbua au kuna mambo unataka Mungu afanye, na umelia sana mbele za Mungu na Mungu hajawahi kufanya chochote. Ni kama Mungu amenyamaza, na wakati huo pengine unafunga na hata dhambi hufanya, lakini Mungu amenyamaza. Kuna mambo manne unatakiwa uyafanye ili Mungu ashuke kwa haraka. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya ili Mungu ashuke kwa haraka, jambo la kwanza ni kuwagawia wenye njaa chakula chako. Jambo la kwanza, Mungu hatazami wewe unataka nini kwake. Mungu anatazama kanuni zake. Anakwambia njia ya kwanza ya yeye aweze kujibu kwa haraka kwenye kile unachokitaka. Jambo la kwanza ni kuwagawia wenye njaa chakula. Kwa hiyo unaweza ukawa unaishi mahali fulani, wewe changamoto yako ni nyingine, lakini Mungu amekupa neema ya chakula. Sasa Mungu kwenye hilo unalolitaka, anataka ulifanye kwa ajili ya wengine. Wenda unapowapa chakula wale wenye njaa, na wenye njaa wako wengi tu, wako wengi sana. Unaweza ukakaa nao kwenye mtaa unaokaa nao, unaweza ukawa ni mpangaji ambaye unakaa naye kwenye nyumba moja. Wanaweza kuwa ni ndugu zako, lakini unaweza kuwa ni watu wako barabarani wapita njia na kadhalika. Wanatakiwa walishe watu hao. Lakini jambo la pili, ili Mungu ajibu kwa haraka, jambo la pili ni kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani mwako. Yaani uwalete maskini au ukae na maskini wasiojiweza kabisa. Jambo la pili, kwa sababu tunatofautiana kwenye uhitaji. Wewe labda unaweza ukawa Mungu amekubariki, una maisha mazuri, una kazi nzuri, una biashara nzuri, lakini changamoto yako ni ya mtoto tu. Changamoto ni ya mtoto. Mungu amefunga uzao. Kwa hiyo kwenye hizi kanuni, unatakiwa muangalie mtu ambaye analandalanda mtaani, ni maskini. Unatakiwa ukae naye hapo nyumbani kwako. Ishi naye, mvishe kama wengine, ishi naye tu. Hiyo ni moja ya kanuni ambayo Mungu anakujibu kwa haraka. Una nyumba yako nzuri, una chumba chako kimoja na kama ni single, au una vyumba vyako viwili, kaa na huyo kijana. Huyo kijana ana baraka unapokaa naye. Mungu anazifungua mbingu kwa ajili ya maisha yako. Lakini kuna unaona kwamba kukaa nao ni kazi. Unaweza ukawa unawaita watu mbalimbali maskini. Tunapongelea maskini, nadhani unafahamu. Walete nyumbani mwako, pika chakula, kula nao hapo nyumbani kwako. Unakula nao, pamoja nao, unakunywa soda pamoja nao, unawaaga wanaondoka. Hii ni njia mojawapo ya pili inafanya Mungu akujibu maombi yako kwa haraka sana. Lakini jambo lingine la tatu ni kuwavisha nguo walio uchi. Jambo lingine la tatu ni kuwavisha nguo. Kwenye mtaa unaokaa, mahali unapopita, sehemu mbalimbali unazopita, kuna watu wana mahitaji mengi. Wengine wana mahitaji ya chakula, wengine wana mahitaji ya mavazi. Sasa wewe unaweza kuwa na nguo nyingi sana ndani, unageuza na zingine unachoma moto. Lakini bahati mbaya kuna ndugu zako wengine ambao wana uhitaji wa mavazi. Na marafiki hata kama kanisani unalosali, kuna wengine wapo kanisani wanahitaji mavazi. Kwa hiyo ni jambo la kuangalia na kuwatazama wale watu unawavisha.
na usiwavishe nguo zilizotumika. Kanunue nguo mpya, uwape nguo mpya za samani. Mtu akivaa anaona kwamba amevaa nguo, sio unalivaa nguo linanuka majasho ndio nampelekea mtu. Hata kama umevaa siku moja bado hujatoa, huo ni uchafu kwanza unaompa mtu. Kwa utafuta nguo dukani, kiatu kizuri mpe. Kama ni kanisani kwako mpatie mtu, kama ni nyumbani kwako mpatie mtu, kama ni mtaani mpatie mtu hiyo nguo. Wavishe watu, kama ni yatima wavishe watu. Utaona Mungu atakavyojibu maombi yako kwa haraka. Hautasema sana. Lakini pointi ya 4, kumsaidia ndugu wa damu. Pointi ya 4 ambayo itafanya Mungu ajibu maombi ya haraka ni kumsaidia ndugu yako wa damu. Ndugu wa damu, unafahamu, ni ndugu ambaye umezaliwa pengine tumbo moja, ni familia moja, pengine kaka yako, ni dada yako, ni mdogo wako wa mwisho. Huyu unapaswa kumsaidia. Kama sio huyo, basi anaweza kuwa ni mtoto wako wa kuzaa, ni ndugu wa damu. Huyu unapaswa kumsaidia. Hii ni special ambayo inamfanya Mungu ajibu maombi kwa haraka sana. Kitabu cha Isaya sura ya 58, Isaya 58 anasema, Isaya 58 mstari kuanzia mstari wa 2 anasema, walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa walilotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe, na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupigana kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo, hata kusikiliza sauti yenu juu. Kwa hiyo Mungu haangalii kufunga kwako. Mungu anaangalia matendo yako kwa watu. Mungu haangalii unamtafutaje. Anasema mnanitafuta ili mnipate kunikaribia, lakini hamfahamu. Kwa kuna wakati unaweza kuwa unamtafuta Mungu lakini hujui Mungu yuko wapi. Anasema hivi, anasema, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Anasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita na Bwana ataitika. Utalia naye atasema, mimi hapa. Kama ukiondoa nila isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Kwa hiyo jambo la kwanza, Mungu anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki itakutangulia, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma. Ndipo utakapoongea au kusema, na yeye atasema niko hapa. Lakini anasema mstari wa 10 anasema, na kama ukimkunjia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Utainua misingi ya vizazi vingi,
nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Kwa hiyo Mungu anazidi kuonyesha upendo wake kwamba nuru yako itapambazuka gizani. Maanake katikati ya giza wewe utaonekana. Lakini anasema Bwana atakutangulia kama adhuhuri. Lakini anakuambia tena, anakuambia ataitia nguvu mifupa yako. Lakini anasema watu atapajenga mahali pako. Lakini Mungu anaendelea kusema, nawe utakuwa kama chemichemi, au utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Kwa tunaona ukuu wa Mungu na mambo na nguvu za Mungu na uweza wa Mungu juu ya mtu atakayezingatia kufanya haya mambo. Huenda umeomba miaka 5, huenda tatizo linakusumbua ndani ya miaka 10. Huenda tatizo lako linakusumbua miaka 20. Huenda tatizo lako limekusumbua miaka 7. Umeomba sana, umeambiwa funga sana, umelia sana, lakini leo zingatia hii siri. Hii siri imewatoa watu kwenye shida. Hii siri imewatoa watu kwenye mateso. Baba yetu Ibrahim, baba wa imani, yeye alikuwa ana changamoto ya kupata mtoto miaka mingi sana. Lakini Mungu alimtokea kwa njia za kibinadamu. Walikuja watu 3 nyumbani kwake. Lakini kwa sababu ya ule moyo wa kuwasaidia watu, wa kumpenda Mungu, wale watu waliwakaribisha. Aliwapa mavazi, aliwakaribisha, akawaosha miguu, akawaandalia chakula kizuri, akala pamoja na hao watu. Walipotaka kuondoka, wakaangalia uhitaji wake, wakatamka neno, wakasema kwa Sara, mke wako yuko wapi? Mwakani majira kama haya atakuwa amepata mtoto. Yule mwanamke aliguna kwa ushangao mkubwa, kwa sababu sio jambo la kawaida. Lakini Ibrahim, bila kujua, walikuwa ni malaika wa Mungu. Kwa kuna wakati kwenye haya maisha unayoyaona, watu nao watazama, Mungu hayupo kwenye vitu unavyoviona vyenye thamani. Mungu ili ashuke na kukusaidia wewe, hayupo kwenye vile unavyovizani wewe. Mungu yupo kwenye vile vitu vinyonge vilivyoonewa na kudharaulika. Ndio Mungu amekaa navyo hivyo kuvilinda. Mungu amekaa kwenye vitu vinyonge vilivyodharaulika. Amekaa kwenye hivyo ili kuviheshimisha. Kwa nini ukamdharau yatima anayeombaomba mtaani, ukamdharau mwehu anayepita mtaani, ukamdharau mtu yote anayepita mtaani ambaye hana kitu cha thamani. Kumbe yeye huyo ndio malaika wanakaa naye. Mtu wa Mungu, 2025 alikuwa naisha. Ukijiangalia, huenda hujafanya lolote. Huenda hujafanya chochote 2025, 24, 23, 22 na kadhalika. Huenda hujafanya chochote na hamna maongezeko yoyote. Lakini 2026 naomba twende kwa mabadiliko. Anza kutembea na hizi kanuni. Utamwona Mungu akifanya mambo makubwa. Mungu akubariki sana. Kama natamani kucomment tuweze kugundua hizi siri kuu, andika comment yako hapo. Ukisema nimekuelewa mtumishi, au ukisema nitafanya, au ukisema nimejifunza kitu, au ukisema nitazingatia. Hii zote zitazidi kutuinua na kutuheshimisha. 2026 tutakapofika 2027 tutaenda kuona matokeo makubwa sana sana. Mungu akubariki, uwe na amani.